Mungu angetubariki, maana ameahidi atabariki. Haleluya. Unapohitimisha, Mungu aliyemwokoa Petro wakati anazama atakuokoa hata wewe unapozama. Matatizo yamekukabili, unazama kwa mawazo, usikubali kukata tamaa. Nyosha mkono, Yesu atakuinua. Haleluya. Alimwambia Petro, Bwana niokoe, akamwokoa. Muda si kitambo, yeye ajaye atakuja, na itakuwa mwezi mpya. Isaya 66 anasema, na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na sabato hata sabato. Wanadamu wangapi jamani? Wote watakuja kuabudu mbele zangu. Wasema nani jamani? Bwana. Isaya 66, katika mbingu mpya na nchi mpya. Tutakwenda kila sabato, mwezi mpya hata mwezi mpya. Wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zake. Kisha kanionyesha mto wa maji ya uzima, wenye kung'aa kama bilauri, ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo. Katikati ya njia kuu yake, na upande huu na upande ule wa mto, ulikuwako mto wa uzima, uzao matunda ya aina 12. Bwana asifiwe. Niwaambie kitu moja napofunga sasa. Sina maparachichi hapa kwenu? Sina maembe? Kuna mti mmoja tu wa uzima unaitwa ule mti. Mwezi huu tunakula mapapai. Mapapai tu. Mwezi ujao unazaa maparachichi. Mwezi mwingine maembe. Yaani matunda mazuri unayofikiria yote duniani yanazaliwa na mti huu mmoja. Jambo la ajabu ni kwamba lile tunda la pale halijakonda. Alafu ni tamu ajabu. Halina mbolea, maana hakuna maovu tena. Haleluya. Ndicho anachosema, matunda yake yatakuwa kila mwezi, na majani ya mti huo ni ya kuwaponya mataifa. Yaani unapokula, mwili seli zinaendelea kufanya upya, zinakuwa kama kijana tu. Hakutakuwa na mzee pale, hakuna kukonda pale, wala hakutakuwa na laana yoyote tena. Na kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo kitakuwamo ndani yake. Haleluya. Katika ule mji mtakatifu, na watumwa wake watamtumikia, nao watamuona uso. Kwa nini? Yaani tunapokwenda Yerusalemu kila sabato anasema kiti cha enzi cha Yesu kitakuwako pale. Unaona, mwabudu uso kwa uso. Yesu, tunakuabudu, jina lako litukuzwe. Amen. Haleluya. Si tena kwa imani kama leo. Alama jina lako litakuwa katika vipaji vya nyuso zao, maana Bwana mwenyewe atatuvika taji ya ushindi. Ni kwa msalaba wa Yesu umenunuliwa ili uende mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa damu ya nani? Ya Yesu. Wangapi watamani kwenda mbinguni? Bwana asifiwe. Hebu tusimame tuombe. Napofunga sasa, natamani mwambie jirani yako, hata hawezi kusimama, mwache tu akae aliketi. Bwana ameona kusimama kwake ndani ya moyo. Bwana asifiwe. Amen. Mwambie jirani yako, natamani nikuone mbinguni. Naomba nitafute mbinguni. Nina uhakika kwa neema ya Yesu nitaingia mbinguni. Damu ya Yesu imenununua. Haleluya. Amen. Mwambie usikosekane pale. Na kuomba usikosekane pale. Je, ni ugoro utakusababisha ukose pale? Je, ni dhambi ya uzinzi itakusababisha ukose pale? Ama ni masengenyo na matendo itakusababisha ukose pale? Mwambie mimi hapana, ninataka kwenda mbinguni na wewe. Haleluya. Mwambie nitakuombea. Mwambie nitakuombea. Yesu akija twende pamoja wote. Haleluya. Bwana bariki sana. Tufumbe macho tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa sababu ya wema na fadhili zako. Umetuambia mwili huu wa unyonge utobadilisha. Dhambi haitakuwapo tena, maovu hayatakuwapo tena, lakini yote katika yote, machozi hayatatutoka tena, wala kifo hakitakuwapo milele zote. Tutakuwa na tabasamu na kicheko cha furaha kama tulivyo hapa ndani ya hili jengo. Baba wa mbinguni, na kuomba jambo moja, asikosekane mtu yeyote katikati yetu. Yesu, unapokuja utuite pamoja kwa ufalme wako, tukaurithi ule uzima milele. Tunashauka kuona mbingu mpya na nchi mpya, mahali ambapo tutaishi maisha ya furaha, amani. Mambo mabaya yote tuliyotenda hapa duniani hatutayakumbuka tena milele zote, maana utatupa kusahau milele. Tunaomba jambo moja tu, sisi na jamaa zetu na watoto wetu na familia zetu tupate uzima wa milele.
tusaidie hali ya unyonge tunayopitia sasa. Umeahidi ya kwamba utatupatia hali yenye nguvu. Unyonge, udhaifu hautakuwapo tena milele. Uzee wenye maumivu hautakuwapo tena, bali utatuvika mwili mpya, makao ya waliokombolewa. Tunatamani siku ile tunapokuja tuonane uso kwa uso, katika jina la Yesu. Amina.